ilikuwa jacket grey. Sio koti, jacket. Karudi tu. Mimi nasema ni vijana wale wanakuwa wanakunywa. Jumamosi nikarudi, gari iko hapa. Hata mwenye gari alichukua gari. His employer walked into the mortuary. The only thing I asked Mr. Chebukati was, what am I going to tell my children? Investigations that were done into this horrific murder at such an important time in the country's history. It doesn't of course indict us that we are incompetent or do short jobs. It doesn't at all. I don't think so. Meza ya uchunguzi ya KTN News sasa imebaini kuwa usiku ambao Msando aliaga dunia alikuwa na jamaa ambaye maafisa wa polisi wamemtaja kama Dan Kinyua. Dan Kinyua ana uhusiano na afisa mkuu serikalini. Dan alieleza maafisa wa polisi kuwa alikuwa na Chris Msando usiku huo aliyepotea, lakini baadaye alielekea katika eneo moja la burudani kule Kilimani. Lakini alipoulizwa na jamaa wa karibu wa familia ya Msando, alimweleza kuwa alikuwa anaelekea maeneo ya kati ya Kenya kuangalia mali yake anayomiliki. Dan Kinyua aidha alimweleza rafiki wa familia ya Msando kuwa alikuwa anaelekea Naivasha usiku ambao meneja huyo wa ICT alipotea. Meza ya uchunguzi ya KTN News ilipozungumza na Dan, mfanyabiashara huyo alitoweza kuwa ametakiwa na maafisa wa polisi kutozungumza nasi hadi ambapo uchunguzi utakapokwisha. Dan, how are you? After how long? I just needed a minute of your time, just a minute. Okay. Hadi kwa sasa tunapopeperusha taarifa hii hajazungumza nasi. Dan Kinyua ni mkurugenzi mkuu wa kampuni moja inayojishughulisha na masuala ya teknolojia au kipenda ICT na ina matawi katika mataifa 5 tofauti. Matukio yasiyoeleweka yalizingira mwili wa Chris Msando na mwanamke aliyepatikana naye siku ya Jumapili asubuhi, wakati ambapo familia ya Msando iliarifu maafisa wa polisi kuhusu kupotea kwake. Wasimamizi katika chumba cha kuhifadhi maiti cha City bado hawakuwa wamepata mwili wa Msando. The police are the ones who brought this body. And of course, when the body was brought on Saturday, even now you can still recognize from the body that is Chris. The photograph was, shown over the TV. Anybody else could have seen, that was Chris. Kulingana na mmoja wa jamaa familia ya Msando, maafisa wa polisi katika kituo cha Embakasi walituma picha kwa wasimamizi huko ili wamtambue. Wasimamizi aidha walisema hawajaona mwili huo bado. Hii inakinzana na taarifa ya maafisa wa polisi kuwa mwili ulifikishwa siku ya Jumamosi. Je, mwili wa Chris Msando ulikuwa wapi? Meza ya uchunguzi ya KTN News sasa kwa uhakika inaripoti kuwa mwili wa Chris Msando ulifikishwa katika eneo maarufu kama Private Wing, ambayo ni eneo maalum ambapo mwili ambao tayari ushatambuliwa na maafisa wa polisi na familia hufikishwa. Je, ni nani aliopeleka mwili wa Msando katika eneo hilo la Private Wing? Kulingana na familia, mwili wa Msando ulionekana kuwa safi sana licha ya kuwa ulipatikana katika kichaka. Mpasuaji mkuu wa maiti serikalini alidokeza kuwa mwenda zake alikufa kutokana na kunyongwa na pia kuchomwa na kitu chenye ncha kali katika mkono wake wa kulia, kudhihirisha kuwa waliomuua Chris Msando walikuwa na wakati mwingi naye, huku mikono yake ikionyesha ishara ya kujizuia. Aidha, haijulikani ni kwa nini Karo Ngumbu alikuwa na kamba shingoni huku waliomuua Msando wakionekana kutumia mikono yao. Well measured cuts, still bleeding, and I asked them to turn him and turn him again because I couldn't believe that was the most visible thing I could see. And I asked myself, why? And who did this? Those were the only things I kept asking. Who did this and why? I didn't know what to think of it till now. And the only question was, what am I going to tell my children?
Meza ya uchunguzi ya KTN News ilifika katika eneo ambalo mwili wa Chris Msando ulipatikana. Eneo hili ambalo mwili wa Chris ulipatikana ulikuwa na mwili mwingine siku moja iliyopita. Kupata mtu ametupwa, ako uchi, hana nguo na hatujui ametoka wapi. Juzi siku ya Jumatano tuliokota mwingine. Jumanne tulikuwa tumeokota mwingine. Sasa tunastaajabu ni kitu gani kinaendelea. Tofauti na ripoti za maafisa wa polisi kuwa mwili wa Karongumbu ulipatikana mita 500 tu kando ya Chris Msando. KTN News imebaini kuwa mwili wa Karongumbu ulikuwa takriban kilomita 1 kando na wa Chris, eneo karibu na barabara. Uchunguzi wa maafisa wa polisi ukionekana kuchukua mkondo tofauti. Wa kwanza kuhojiwa ni aliyekuwa mmiliki wa nyumba yake, Andrew Rono. Andrew alidaiwa kumtishia Chris Msando Disemba mwaka uliopita, swala ambalo Chris alikuwa ametoa taarifa katika kituo cha polisi wakati huo. Mmiliki huyo wa nyumba aidha hajawahi kukutana na Msando tangu kufariki kwake. Wa pili alikuwa katika kaunti ya Migori. Na vile walinirudisha, mimi nilikuwa naogopa. Sasa hii nasikia kama niko tu na pressure. Hata zile niliona gari huko, sikuwa hata naandika. Sikuwa hata na concentrate kwa class. Watu na stress. Msichana mdogo wa shule ya msingi ambaye kulingana na maafisa wa polisi simu yake ilitumiwa kutuma arafa za kumtishia Chris Msando. Unajua mtu aliuawa anaitwa Msando? Nikamwambia mimi sijui. Haujui Msando? Nikamwambia mimi sijui. Na ulisikia mtu wa IBC mwingine aliuawa? Nikamwambia mimi nilikuwa nimeona kwa television. Kaniambia hiyo kesi imekushika. Wewe ndio unajua hiyo kesi. Mwenye aliua Msando. But you are the one of them. Nikamwambia hapana, mimi sijui kitu kama hiyo. Ukanipeleka kwa sel. Huku kesi ya msichana huyo ikifika mahakamani, kiongozi mkuu wa mashtaka nchini aidha alimwachilia msichana huyo na kuitaka idara ya polisi kufanya uchunguzi zaidi. Alafu anasema eti simu yangu ili-threaten Msando, ilimtumia messages kum-threaten. Wewe uko na simu? Mimi hiyo namba umeandika nilikuwa hiyo line ilikuwa yangu. Bradangu alinibaia akanipatia zile phone za zamani Motorola, ndio nilikuwa natumia last year, na iliingia kwa maji, na vile iliingia kwa maji nikatoa line, then line pia ilikuwa imepotea. Every suspect or person of interest that the police have spoken to has been released either by the courts or by the DPP. What does this say about the level of investigations? Is it an indictment on perhaps shoddy investigations that are being done by the police? I don't think so. I don't think so. So how is it that all of these people were released, including the landlord, and it's all on the basis of the quality of the evidence that is before the courts? When we launch investigations, it is usually broad-based. So it's a meticulous process, and the end state being getting the person who committed that offense. So many people may be arrested, others may be released along the way, but the eventual result is to get the person who did it. But one even went to court, the landlord, and was then released from there. Because the charge could not be sustained. Because of the evidence? Certainly not. So why do you think the charge could not be sustained in a court of law? Because the court of law weighs the evidence that is before it. That's it. Because we could not. If the court doesn't find enough evidence, then what does that say about the level of investigations that were done into this horrific murder at such an important time in the country's history? It doesn't, of course, indict us that we are incompetent or do short jobs. It doesn't at all. I don't think so. Giza la taarifa ilizidi kugubika wa Kenya. The body was found on Saturday from Kikuyu. And you see, the police find many bodies, not just one body. Right. When a body is found and it has no identification, you see, at that time, as at Saturday when it was found, nobody had been reported missing, and more so a prominent
person. So the police officers in Kikuyu simply picked the body and brought to the city mortuary. Unfortunately, at times we like speculating a lot, pointing fingers, and almost pointing fingers in the wrong direction. But I want to say that we are professional investigators. They'll pursue all leads available and possible to get to the bottom of this. I put in my best team, and if the need be, we will seek support from elsewhere. But I'm very confident that we have a team that is able to unravel this. They have done it before. I don't see why we can't do it now. Otherwise, I urge Kenyans not to speculate. Any person, again, with information, especially on the movement of the deceased, will be more than happy to have it. It will guide us, it will assist us in unraveling this particular unfortunate. Licha ya maafisa wa polisi kujua kwamba msaidizi wa kamishna mkuu wa IEBC alitakiwa na mkuu wake kuangazia mwenendo na mahala ambapo gari la Msando lilikuwa usiku waliopotea, bado msaidizi huyo hajaitwa wala kuhojiwa na maafisa wa polisi. Gari la Chris Msando lilikuwa limeegezwa mkabala mwa jengo la anniversary, lakini kulingana na rekodi za jengo hilo, gari la Msando liliondoka hapo dakika chache kabla ya saa 3 usiku. Ni hapo ambapo mkuu huyo alimuuliza msaidizi wake mahala ambapo alipokuwa Chris Msando. Je, Chris Msando alikuwa anateswa huku waliomuua wakijaribu kupata habari maksusi kutoka kwake, au hii ilikuwa ni kundi la watu waliotaka kumuua? Je, ni nini ambayo Chris Msando alijua? He died because of the work he was doing. If he was at National AIDS Council, I would be having my brother with me. He would have not died. KTN News aidha imebaini kuwa Chris ndiye aliyekuwa msimamizi wa neno siri zote au kipenda passwords, na pia alikuwa kiongozi mkuu wa mradi huo uchaguzi mkuu mwaka 2017, akihudumu chini ya mkurugenzi wao Ezra Chiloba. Kwa sasa imebainika kuwa msichana aliyeuawa kando ya Chris Msando aliletwa kwake miezi 3 iliyopita na rafiki wake wa karibu ambaye bado maafisa wa polisi hawajamhoji. Karongumbu alikuwa anatafuta nafasi ya kazi, lakini Chris akamweleza kuwa hakuna nafasi kwa sasa. Hizi ni madawa yako. Hii naona. Hii dawa yote Chris alinunua. Hiyo natumia. Mimi iko authoritative, iko hypertension, iko sugar, iko ulcers. Ni ugonjwa yote iko kwa familia yangu. Kifo cha Chris kiliatua pakubwa nyoyo za jamaa zake, mamake bado akiwa amezama katika lindi la mawazo kuhusu mauaji ya mwanawe. Askari ile nangoja mlango yangu hii sauru mimi na kusakufa mimi, hapana tembea, hapana simama, kama mtu nakuja anapiga tu mimi. Chris ndio nalipa. Mtu moja hiyo. Sasa ameua yeye. Nani tasaidia mimi? Sina baki kama miti tu. Mimi nabaki kama miti. Hakuna mtu tangoja mimi. Ndio mimi nataka mwenye aliua Chris. Nataka serikali ya Kenya atafute. Akuja mwambia mimi manyanya. Mimi nakusapata mtu aliua mtoto yako. Mimi naenda suki ya kesi, naenda uliza Chris alifanyia wewe nini, makosa gani? Ndiye alikata mwele yake na kiso. Badili yakata yeye na kiso, kwa nini hapana huwa yeye na bunduki na kufa sababu moja? Anasumbua mtu, nakata hii hapa, 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 nakata chini yake yote. Badili ya kusumbua yeye namna hiyo. Kama mtu imeiba, mtu kama naiba anapeleka jela, anapeleka kotini. Kama alipeleka jela, ni yeye ni mtoto yangu, anaita mimi mtoto yangu meiba, anapiga faini. Mimi nauza dongo yangu, mimi bwana yangu aliwachia mimi dongo pakufa.
Mimi nauza ndongo yangu, naenda toa Chris kwa jela. Mwenye aliwa Chris, kama mimi napata mimi nakata na meno yangu kweli kabisa. Nakata na meno yangu. Chris told my mom, Mama, don't worry. I am here for you. We'll take care of you. Even when you die, we'll bury you decently. Because death has to come to all of us. So we'll make you comfortable. And if God takes you, you'll still have a decent burial. But it has happened the other way. It's my mom who has buried him instead of him doing what he had promised. There's a feeling that I had that was telling me something is not right. A sixth sense, an instinct, a stomach pain. Something was not right. I could feel it because his phone was still off. So even as his employer walked into the mortuary, the only thing I asked Mr. Chebukati was, what am I going to tell my children? I didn't know what I was going to tell them. I was confused. I was in shock. I still am in shock. And I still ask why? Whoever did it, why? What for? And why in that manner? Don't you have a heart? Don't you think he's a father? The least being a husband. And the children need him. I still ask myself why. Wanasema maisha ni mshumaa usokesha. Hii ndio imekuwa barabara finyu ya wengi wa Wakenya wanaojipata mateka ndani ya ardhi hii. Mauaji kama ya Jacob Juma na sasa Chris Msando yakitekelezwa kwa njia hiyo ya kikatili. Mimi alipigia Chris Gwaheri, anakamata nini maskini. Chris Gwaheri baba, mimi hapa naona wewe, hawezi kuona wewe. Mtu kama nakusakufa hapana rudi. Gwaheri baba yangu, Gwaheri baba yangu, mtoto yangu, Gwaheri. Chris is loving. That's for sure. Chris is humorous. Chris is very innovative. Chris put people first before himself. He was very selfless. And Chris was just the best. Any woman would ask for, any child would ask for as a father. Lakini kwa sasa kwa watoto na familia yake ya Chris Msando wataishi wakikumbuka siku za uhai wa baba yao, lakini pia wanajipata miongoni mwa Wakenya walioachwa na fumbo kuibua kuhusu mauaji ya Msando na malengo ya waliomuua. Hussein Mohamed, KTN News.